wanasema kwamba tuko wengi. Ukiwasikia tunanyamaza kwa sekunde chache, uwasikie wanavyosema tuko wengi hawa waandamanaji. Naam, ndivyo wanavyosema kwamba tuko wengi, na kila wanapokuwa wakitawanyishwa na maafisa wa polisi wanarejea, kila wakitawanyishwa wanarejea na vibango vyao. Mmoja anasema scared of youth, you haven't seen anything yet. Ni ujumbe ambao umeandikwa katika leo. Itaisha hivi. Ni vizuri wale ambao wale wakuu wa idara ya polisi tuambie the right direction. Asemi vijana, hakuna haja tena kesho mfanye ABCD, nitaweza kufanya haya maneno mawili matatu na tutaendelea polepole ili tuweze kuliziba lile kovu ambayo imefanyika mbele. Na unadhani nikifikiria shida, nimekuwa mentor for a long time, kazi za hapa na pale, na ninaelewa shida za watu young, ikwe Gen Z, ikwe Alpha, ikwe Millennial, naelewa vizuri sana. Lakini ni kama wengine hawana hiyo roho, hawana utu. Viongozi wetu ni kama hawana utu kabisa, hawana utu, hawana uchungu. Na wananishangaza kila siku. Kuna mtu rafiki yangu aliniuliza, kwani rais huwa anaamka siku moja anasema leo nitachokoza hawa young people aje? Anakaa chini, akiona kumetulia, anafikiria tena, na leo nitawachokoza aje? Hii pesa yao ya NSSF tutatengeneza nayo barabara. Anamaliza hapo, anafikiria tena. Sasa hii prayer meeting tutaita watu wa Tanzania, tuwabukie hoteli, alafu tuwaombe msamaha. Lakini juu siku kama hii ndio nilipoteza mwanangu, though yeye alikufa the 27 mwezi wa 6 last year. Kwa hivyo nimebaki na kesho nifike kesho kutwa Friday ndio siku yake alikufa. Na hiyo siku ni yeye tu alikufa, wengine walikufa date kama hii leo, ndio maana tuliweka pamoja leo. 90% ni wa hii leo. Nasikia vibaya sana, nasikia vibaya juu mtoto wangu hata kwa maandamano. So hata nimekuja kurealize vile yule wa mask aliwawa, basi mtoto wangu pia ni kama alikuwa amejibana mahali. Ni vile sina mtu wa kamera na hakuna kamera hapo, hivyo ndio hata yeye aliwawa. Unaona yule mtu wa kamera tuliona vizuri hapo, kulikuwa na watu wa kamera, vile alisumbuliwa amejibana kwa nini kwa ukuta ili maskari wapite, watu wenye walikuwa wana maandamano wapite, amebaki peke yake. Maskari wawili wamefika, tukiona niliona kwa runinga mpaka nilisema nililia by the way, nililia sana ili kukumbusha mtoto wangu sana. Nikaona hivi ni vile wakati agete kile kama moment nona ule mundu ateka aka moment au gikaudu haka dane gari ni agency gutenyera nako akigaria gwita mshamaniro kulika cause of the forums makibai how to tuma oro akose to jezi mauja to do the right thing, follow the constitution and do the right thing ogo ni mogwe. But what we to tonire after that na reketwaje na reketwaje amwito tonire maudu machini maito muno tutigeri konsa to komwe no liku. I would rather be with the side of God and the people. Hado hoko mwene ino wazirikari eri etale nado na dia tagikira keko example gaine ala mire ginya gore go na kukareni hiri kai muno tuga yaki kwerera ekayeka ogoi ukeja muno gayukiwa gaine utumite guko ndibuteithie transform flori na nima gaidari haguri akweheragirira ugatugo wika nigo ndoe makona wika le tuka na muno ukike okono mwaka waje kiundu ayekiru ya thino gaino akorekere tondu waje kiundu kia mundu ire no athira bena kuinvoke godma akuru ndari ho na no amenya mutire nake akurekagiriria muthenya thalita. Vijana bado wanatembea, wengine wanawasha yale magurudumu. Makabiliano kati yao na maafisa wa polisi yamekuwa yakishuhudiwa. Vile vile katikati ya jiji tunafuatilia kuona hali ilivyo, kwa sababu wale vijana kutoka barabara ya Thika walisema kwamba watafululiza hadi katikati ya jiji la Nairobi, na ndio hali ambayo polisi iliwasababisha kuweka vizuizi kuwazuia kuingia katikati ya jiji. Hapa jijini Nairobi vizuizi vikali vimewekwa katika bunge la taifa na vile vile ikulu ya Nairobi kuwazuia waandamanaji kuelekea kule. Awali kundi kama njia moja wapo ya kuweza kukabiliana vikali na maafisa hao usalama. Tunavyozungumza hivi sasa kuna kundi kubwa la waandamanaji limeelekea upande wa juu ambao ni kama wanaelekea upande wa bunge, lakini ukikumbuka vyema Zubeda ni kuwa maafisa wa usalama inaonekana wako ange kutokubali kuwa hali iliyoshuhudiwa wakati ule mwaka uliopita isiweze kurudiwa hii leo. Labda kidogo tu kwa sababu sauti zao, ni kwa nini mko hapa kwa shughuli hii? Ukombozi wa taifa. Kwa wale pia
walipigwa risasi wajapata haki zao. Wako waliokaka watu wote wapata haki yao. Wale waliuliwa kwanza. Tumezi leo watu wako na amani na ni ukombozi watu wanataka kwa taifa la Kenya. Tupate mwingine anayetuambia sehemu moja. Kwa nini umeamua kuwa hii leo utakuwa hapa? Kwa sababu niko na degree na sina kazi. Shukran sana, shukran sana. Unapata toka kwako. Like this government is so rogue. You're not even safe in your house. Now when uko kwa nyumba sahi, you're not even safe there. I need to safeguard the future for my children. Yeah? And I'm not scared to die. Tunaenda hata wao tunaenda hivyo tu. Tunaenda. It's not but it's not. Thank you. People, you know, the Gen Zs have been able to protest and push for things that are very simple to do. You know, create platforms for the youth to get jobs. And not just jobs, but they can be able to enrich themselves. You know, uphold the rule of law. Simple rules. We have a constitution, but the government of the day does not uphold the law in the constitution. That they keep telling us promises. We have young people dying on the streets, but then he tells us that, ati hakuna mtu atakufa, sijui what, you know. So how far are you ready? We want to push until we can know, we can get the confidence of leadership. We want leadership to work for the people. They should be servants. You know, the power belongs to the people, and that is what is enshrined in our constitution. Salama kuweza hata kutupa vitoa machozi zaidi. Tumeweza kuona risasi zinatumika mahali hapa, risasi zile za raba na zile ambazo zinaitwa live bullets pia zinatumika katika makabiliano haya. Na ukiangalia masaa ya sasa ni masaa machache tu baada ya saa 7, kumaanisha kuwa baadaye huenda makabiliano haya yakazidi kupamba moto hata zaidi. You need to listen to us. Because if you don't, no, this is not a threat. I'm just saying, because if you don't, hii itaendelea na itaendelea mpaka wakati tutakuwa hauna watu wa kutawala, watu wote wakiwa against you. And the second thing, people are angry because of some of the leaders. As the president, you need to tame your leaders. Because at some point, tunaona wanaongea, wanazungumza vibaya, wakielekeza the citizens. Wanatuwekea maneno mabaya. The ruling class has to come from a particular community. Yes. Okay. Rika kuna kitu kinamwasha. Hebu tusikize. Yes. Jambo la kwanza ni kusema Gen Z is a true movement and is a revolutionary movement. Okay. And the reason today why we are in this studio is because there was a movement that emerged and forced the government to bow and hear the voice of the people. Kwa mwezi. So kazi ya bodaboda inalipa. Kitu ambayo tunafaa kufanya kwanza ni kuheshimu kazi yetu ambayo tunaifanya. Na kwa sababu tuko 2,000,000. Sisi bodaboda 2,000,000 hatuwezi enda pale kwa ofisi ya serikali ama mahali popote tukapewa sisi wote kazi. Turuhusu tumsahihishe. Hali hapo kuna wazungu tumepeleka hizo kichoro yetu na kila mtu ameandika jina lake na hata vitu zenye walikuwa wanatumia walimu wale wapea, na akasema mwenye atapita ataitwa, huyu atakuwa sponsored na mwenye amemchukua. So akaniambia mimi nadhani mimi nitapita. Na kwangu hapa hautanisomesa, hautateseka ukinisomesa na maisha yako itabadilika. So already wakati wali break shule, siku yenye alikufa akiwa anachora misikiti. Hazina kiukwa ikiwa a member ambaye yuko kwa committee ambaye hapo sasa ni Kenya halizingatii ama halikuzi na kulinda haki, na wakati tunapoona na pia kuna maelezo na maagizo ambazo zimeweza kutolewa haswa kulingana jinsi ambavyo mataifa yanaweza kuandaa maandamano ama kufanikisha
kwa njia fulani, ikiwa kama kuna restrictions fulani, pia yanatoa maelekezo, na idara zetu za polisi wanazijua kukabiliana ama kudumisha amani. Kuna zile briefs, kuna yule askari anapewa vifaa ambazo atatumia kwa kazi, na jinsi ambavyo watakumbana na aidha utovu wa usalama, incidences ambazo itawabidi watumie nguvu. Pia kuna maagizo ambazo huu tumesikia haswa tu viongozi mbalimbali wakisema wale ambao waliathirika wapewe fidia. Na pia kumekuwa na njia mmoja hapa na pale ya watu ambao tunawaita well wishers wameweza kusaidia hizi familia. Lakini kulitoka wakati jopo la ukweli marejeliano ama TJRC lilipo, kulikuwa hapo na Restorative Justice Fund ambayo iliwekwa na rais wetu aliyekuwa ni Uhuru Kenyatta. Tunaelewana. Ukianza sasa kuiba mali, uchukue pesa kama juzi tuliona serikali inahitaji 600 million to dispose 900 billion worth of expired drugs. Hiyo ni kusema nini? Hiyo ni serikali ambayo tuko nayo au ni mambo gani ambayo inasemekana kama hiyo?